Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Inazungumzia tatizo la kutokwa na damu wakati wa tendo la ndoa kwa mwanamke. Tatizo hili linasababishwa na nini? Ziko sababu mbalimbali ambazo huweza kuchangia tatizo hili, lakini kwenye video hii nimetaja zile sababu kubwa kabisa ambazo huchangia tatizo hili. Sababu ya kwanza ni maambukizi katika via vya uzazi vya mwanamke. Hapa nazungumzia maambukizi ya bakteria. Endapo bakteria wanaathiri na kushambulia eneo hili, hali ambayo kwa kitaalamu hujulikana kama pelvic inflammatory disease au PID. Kwa moja ya dalili ambazo huweza kujitokeza kwa mwanamke mwenye tatizo la PID ni kuvuja damu au kuona damu au kutokwa na damu wakati au baada ya tendo la ndoa. Sababu nyingine ni mwanamke kupatwa na magonjwa mbalimbali ya zinaa. Yako magonjwa mbalimbali ya zinaa kama vile ugonjwa wa pangusa, ugonjwa wa chlamydia na kadhalika. Magonjwa haya endapo yamemshambulia mwanamke, anakuwa kwenye hatari zaidi pia ya kuona dalili hizi, ambazo moja ya dalili ni hii ambayo nimeitaja ya kuvuja damu au kutokwa na damu wakati wa tendo la ndoa. Lakini pia kuna mwanamke kuwa na tatizo la ukavu ukeni, ambao hupelekea hali ya michubuko pamoja na kuvuja damu wakati wa tendo la ndoa. Mwanamke kuwa na tatizo la ukavu ukeni huweza kupelekea hali ya michubuko na kuvuja damu wakati wa tendo la ndoa. Na tatizo hili linaweza likasababishwa na sababu mbalimbali, ambapo moja ya sababu ni mabadiliko ya vichocheo mwilini kwa mwanamke au hormone imbalance na kadhalika. Lakini endapo mwanamke ana tatizo hili, anaweza kuwa kwenye hatari zaidi ya kupata michubuko, na hali hii ndio inaweza kusababisha mwanamke kuvuja damu wakati wa tendo la ndoa. Mwanamke kuwa na tatizo lingine la saratani ya shingo ya kizazi, hii pia huweza kuwa miongoni mwa sababu kubwa ambazo huweza kuchangia dalili hii ya kuvuja damu wakati wa tendo la ndoa. Yako pia maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Hapa nazungumzia magonjwa ambayo sana huweza kusababisha shingo ya kizazi au kuvimba na kupata majeraha au kupata michubuko. Lakini pia sababu nyingine ni mwanamke kuwa na tatizo la uvimbe kwenye kizazi, au kwa kuna uvimbe kama fibroids, kuna vivimbe maji na kadhalika. Hali hizi huweza kuongeza hatari ya mwanamke kupata tatizo hili la kuvuja damu. Lakini pia kuna kufanya mapenzi bila maandalizi ya kutosha. Endapo mwanamke anafanya tendo la ndoa pasipo maandalizi ya kutosha, anaweza kuwa kwenye hatari zaidi ya kupata hali ya michubuko, na hali hii pia huweza kuongeza hatari ya kuona damu au kuvuja damu wakati wa tendo la ndoa. Kwa hizi ndio baadhi ya sababu kubwa ambazo zinaweza zikachangia hali hii. Kwa nimezungumzia habari ya kuwa na shida ya ukavu ukeni, ambao huweza kusababishwa na sababu mbalimbali kama vile mabadiliko ya hormone. Kuna maambukizi kwenye shingo ya kizazi au ukeni. Hapa nazungumzia maambukizi ya magonjwa ya zinaa kama vile chlamydia, gonorrhea, pamoja na magonjwa mengine mbalimbali. Lakini kuna vidonda au vimbe kwenye sehemu hii ya uke. Lakini pia kuna msuguano mkali ambao unaweza kusababishwa na kutokuwa na maandalizi ya kutosha wakati wa tendo la ndoa. Hizi zote huweza kuwa ni sababu ambazo huongeza hatari ya mwanamke kukutana na dalili hii, dalili ya kutoka damu wakati wa tendo la ndoa. Je, una tatizo hili na hujapata msaada? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo unaziona kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante, ninakukaribisha tena.